kama ni vijana, kuna mambo mengi ambayo yanatuzunguka ambayo yanatuhitaji fedha. Kuna mambo ya kuzingatia, mambo ambayo tunayaona wengi tunaangalia mitandaoni. Bwana asifiwe sana. Tunaona watu wana majumba, wana magorofa, wana makampuni ya magari. So ni muhimu sana kujiuliza, wewe kama wewe una plan gani? Una plan gani? Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja. So sisi umri wetu ambao ni wa ujana, tunao muda. Kuna muda mzee anasema ningekuwa kijana. Mzee anasema ningekuwa kijana ningefanya 1 2 3, 1 2 3. Lakini sasa mimi nayachukua yale maneno nayaweka kwenye utekelezaji. Ili na mimi nikija kufika uzeeni nisije kusema ningekuwa kijana. Mwingine mzee anakuambia nani, pastor anasema kwamba angerudi kwenye ujana angecheza, yani kuliko maelezo. Lakini sasa wewe ambaye upo kijana ndio muda wao inabidi ufanyeje? Utumie kucheza. Maana sasa sana. So hata kwenye masuala ya kiuchumi yako hivyo. Mtu akiwa mzee anasema nilipoteza muda sana, au kuna kitu fulani kilinitatiza nikashindwa kumaliza mambo ambayo yalikuwa ninategemea. So sisi tukiwa bado ni vijana tunaweza kuplan vitu ambavyo tukifika uzeeni hatuwezi kujuta kwa nini hatujavifanya. Tuna vitu vya kufanya, kwa sababu ukiangalia makanisa mengine, tuseme wale ambao ni watu wazima, tuseme ni maengineer, wameajiriwa katika makampuni tofauti, wana biashara zao, makanisani kwao ukipitishwa mchango aidha ni milioni 5, milioni 10, atasema mimi nitachangia milioni 3, nitachangia milioni 1. So ile inakuwa ni kama yani kitokea lambe wale wanajitokeza kama 5, Bwana asifiwe sana. Lakini kile kitu huwezi kurupuka tu umeshakuwa mwanaume una familia na nini ukasema natamani ningefanya hivi na hivi. So wakati huu ambao bado tuko vijana tuna muda wa kujipanga. Kuna ambao wamesoma wana degree hapa, wengine wana degree na certificate, wengine wana masters. Sijui kama wengine wana masters hapa. Wetu sijui kama na masters ile najua hajafikia huko bado. So kila mtu ana nafasi ya kupambana kwenye maisha. Unaweza sasa sana. Amen. Una nafasi yako, haijalishi umesoma au hujasoma. Pambana ili wewe usiwe ni mtu wa kufanyaje? Wa kwenda kununua kila kitu kwa mtu. Ukihitaji kupeleka watoto shule unapeleka kwa fulani. Esther unataka kupeleka watoto kwa shule unapeleka kwa tuseme kwa Eva. Ukitaka labda mifugo yako imepata shida, kuna labda mtu wafugaji hapa yupo. Wewe hauna kitu ambacho watu wanakuja kuchukua kwako. Naweza sasa sana. Kwa hiyo inabidi utengeneze mfumo ambao mimi nikipeleka mtoto kwa Neema aje share kwangu kujaza mafuta ya gari. Naweza sasa sana. So kila mtu awe na kitu cha kufanyaje? Cha kufanya. Na haya inabidi tuyazingatie. Unajua tukiwa kama hivi, muda mwingine tunajua tuko sawa, lakini tukirudi nyumbani ndio inabidi mtu akae aseme, hivi mimi hapa duniani ni kitu gani naweza nikakifanya ambacho kitaleta mabadiliko? Sasa sana. Nitasoma vitu baadhi hapa. Umuhimu wa uchumi kwenye mazingira ya kawaida. Upande wa siasa. Unajua wengine hawaingii kwenye siasa kwa sababu hawawezi, ila wengine ni kwa sababu ya uchumi. Wengine wanasema mimi fomu ya ubunge mimi siwezi kuchukua, sina hela. Ya udiwani siwezi kuchukua, sina hela. So yule mtu sio kwamba hataki siasa, ila kwamba hana nini? Hana uchumi. Na ukishakuwa na uchumi, kuna mwingine nilikuwa namfuatilia huyo mbunge anaitwa Msukuma, ana makampuni mengi ya magari na nini. So yeye akipata fedha zake pale ana supply kwa wananchi, ananunulia magari ya hospitali na nini. So yeye kwenye siasa hatumii nguvu kubwa kwa sababu ameshajiwekeza tayari. Akisema akienda anapiga siasa ni kupita tu wanamchagua. Maana sasa sana. Kwa uchumi pia unasaidia kwenye nini? Ni masuala ya siasa. Upande wa kijamii. Kijamii mtu wa kusikilize wewe, hii tunaifahamu wote. Mtu akusikilize wewe, akuheshimu, lazima uwe na kitu. Maana sasa sana. Hata watu wakubali wakusikilize mawazo yako hata kama unachangia kwenye nini, kwenye mijadala. Hata watu wakupe nyazifa za serikali wanakuangalia kwanza, hata kama ni kanisani. Kanisa liwezi kukupa uhasibu wakati uchumi wako ni wa kupinda. So inabidi wewe uwe na uchumi ulio imara. Cha mwisho ni upande wa akiba.
upande wa akiba ni swala la kuzingatia sana, kwa sababu muda mwingine tunajikuta tukitumia zaidi ya vile tulivyonavyo. Na nikiuliza hapa wangapi tunafanya saving au kuweka akiba? Akiba haitegemei kwamba uwe na fedha nyingi ndio uweke akiba. Kuweka akiba inakusaidia hata kujengea tabia ya kutunza fedha. Ukipata 10,000 ukasema natumia 10,000 yote, kuna kesho na kesho kutwa. So hauweki kwa sababu kesho na kesho kutwa kuna matatizo, but unaweka kwa sababu kesho kuna vitu vingine vya kufanya. Na hauwezi kuweka akiba ikiwa hauna plani za kufanya. Kwa sababu unaweka akiba kwa nini? Lazima unajua kwa nini naweka akiba. Je, nataka ninunue kiwanja, nataka niwe bodaboda, nataka nifanyaje? Kuna mtu ndani ya mwaka mmoja anaweza kununua bodaboda, lakini kutokana na savings zake hana. Sasa ananunuaje? So vile unavyojitengenezea tabia ya kuweka akiba inakutengenezea kuwa na mzunguko mzuri wa fedha. Hata wakati ukiwa hauna, unajua kuna mahali nimetunza. Kwa hiyo sasa sana. So kwa kuzingatia muda naomba niishie hapo. Asante kidogo, Mungu abariki.